Karibu katika somo jipya ambalo naenda kulitoa leo. Somo hili ni somo bora kabisa ambalo linaweza kubadili maisha yako. Na linaweza likakufunulia ukaanza kuona ulimwengu tofauti na vile ambavyo ulikuwa unaona mwanzo kabla ya kusikiza somo hili. Somo hili linahusiana na biashara 7 zimfaazo mwanamke. Yaani haijalishi ni mwanamke wa Kiafrika, mzungu, Muhindi, Mwarabu, yeyote ambaye ni mwanamke. Biashara hizi kama atazifanya zinaweza zikamletea maendeleo makubwa sana. Tunajua kwamba kuna biashara za aina nyingi sana, lakini kuna biashara 7 ambazo Mungu aliziagiza ambazo mwanamke yote anaweza kufanya zikamletea matokeo. Kumbuka hasa maneno yangu mimi ni maneno kutoka katika kitabu kitakatifu cha Misali sura 31 kuanzia mstari wa kwanza. Ukisoma pale utakuta Mungu ameelekeza biashara ambazo mwanamke yote anaweza kufanya. Biashara ya kwanza ni biashara ya kuuza chakula. Biashara hii watu wengi sana wanaiona ni kama biashara ya kawaida, lakini kumbuka kwamba kula huwa hakuna mwisho. Mtu yote alivyozaliwa tu kwanza alinyonya. Kwa hiyo tafsiri ya kunyonya maana yake ni kwamba huyu mtu alikuja duniani kwamba chakula itakuwa ni sehemu ya maisha yake. Yaani mtu tangu anazaliwa mpaka anaingia kabrini, kitu ambacho ni lazima kila siku apate ni chakula. Usipokula nadhani mnajua nini kinatokea. Na katika eneo hili ni kwamba unaweza kuchagua biashara yote. Unaweza kukuta unauza ni ugali, wali, lakini unauza vitafunwa vya aina mbalimbali pamoja na chai na uji. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuchagua katika eneo hili na akaanza kujiingizia hela nyingi sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Misali 31:15 Biblia inasema kwamba tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani kwake chakula. Kwa hiyo Mungu anaagiza mwenyewe kwamba mwanamke huyu amke asubuhi na mapema afanye maandalizi kwa ajili ya kuandaa chakula ambacho ni sehemu ya biashara yake na kuweza kumuingizia kipato. Lakini biashara nyingine ya pili tunasema kwamba ni biashara ya matunda na mboga, yani matunda ya aina zote na mboga za aina zote. Mwanamke anaweza kujikita kwenye biashara hii na akaingiza fedha nyingi sana. Na Mungu anaagiza mwanamke huyu bwana aununue au alime shamba, azalishe na auze. Kwa hiyo kuna njia unaweza kaenda kununua sokoni ukajumua, lakini ukaanza kuuza kwa rejareja. Inaweza ni mboga au ni matunda. Na ni matunda ya aina zote unaruhusiwa kuuza. Kikubwa tu ni kwamba yawe ni matunda. Na ukisoma kwenye kitabu cha Misali sura ya 31:16 Biblia inasema kwamba kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Kwa hiyo Mungu alitumia mizabibu kama mfano wa matunda. Kwa hiyo mwanamke anaweza kununua matunda aina mbalimbali, inaweza kuwa ni maembe, machungwa, limau, ndizi na mengine yanafanana na haya, ukawa unauza na ukanajiingizia kipato. Kumbuka hili jambo Mungu ameagiza, sio mimi. Mungu ndio kaagiza. Lakini biashara ya tatu ambayo mwanamke yote anaweza kaifanya na ikamuingizia kipato ni kusuka. Biashara ya kusuka. Watu wengi sana wanashangaa na kuambia kwamba kusuka ni dhambi, lakini kumbuka kwamba Mungu anaagiza mwanamke anaweza akafanya biashara ya kuwasuka wengine ili aingize kipato. Yaani anaweza kafungua saluni akawa anasuka watu wanaingiza kipato, na nadhani mtakuwa mashahidi siku hizi wanawake wameinvest sana huko na kuna wanafanya, lakini biashara kumbuka hizi ameagiza Mungu afanye wanawake. Kwa hiyo Mungu anaagiza mwanamke anaweza kufanya biashara ya kusuka, akafungua saluni, akaanza kusuka nywele kwa anaingiza kipato. Ukisoma kitabu cha Misali 31:19 Biblia inasema hivi, hutia mikono yake katika kusokota. Maana yake kusokota kwa maana nyingine tunasema ni kusuka. Kwa hiyo unaweza ukafungua saluni ukawa unasuka ukawa unaingiza fedha ambazo zitakusaidia siku za usoni. Na kumbuka biashara hii inalipa sana kama utaamua kuwekeza, inalipa sana. Lakini biashara nyingine ambayo unaweza akaifanya mwanamke ni kuuza bidhaa. Kuuza bidhaa ni kununua bidhaa na kuuza. Bidhaa hizi ambazo ni za aina mbalimbali, kwa sabuni, dawa za meno, mazao na vitu vingine. Ukisoma kwenye kitabu cha Misali 31:14 Biblia inasema huona kama bidhaa yake ina faida, kwa maana kwamba mwanamke huyu aende sokoni ajumue bidhaa ambazo zina faida auze ili zimletee kipato. Kwa hiyo unaweza kufanya biashara hii zikakuongezea kipato kwa mwanamke. Lakini biashara nyingine ni urembo. Urembo pia nao ni biashara pekee ambao unaweza kuingiza kipato. Unaweza kununua rangi zako, ukanunua poda na vitu mbalimbali ukawa unalemba. Ukafungua ofisi yako wakawa wanakuja watu, unawapaka kucha, unalemba midomo na maeneo mengine ambao wanalemba ukawa unaingiza kipato. Bila shaka biashara imekuwa mkizo na maeneo mengi sana.
watu wakifanya na wakiingiza fedha. Ukisoma kitabu cha Misali 31:22 maandiko yanasema kwamba hujifanyia mazulia ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na urujuani. Kwa hiyo Biblia inaagiza huyu mwanamke anaweza pia akafanya biashara ya urembo na akaingiza fedha, lakini unaweza usio unalemba ukawa unauza vitu vya urembo. I mean kama poda, vioo, sijui vitu vyote ambavyo vinahusiana na masuala ya urembo unaweza ukawa unauza, lakini bado ukawa unajiingizia kipato. Lakini biashara nyingine ya kushona nguo, yani tailoring and designing, kushona na kudesign nguo. Biblia inasema kwamba kufanya nguo za kitani na kuuza. Kwa hiyo unaweza ukawa unakata vitambaa, ukawa unashona nguo, ukawa unaziuza, unaingiza fedha nyingi, kwa sababu kila siku watu wanavaa na kila siku watu wanatamani kuvaa nguo mpya na kila siku watu wanatamani design mpya. Kwa hiyo unaweza usijue kushona, lakini ukawa unajua kudesign nguo, unajua kudesign, ukawa ni mtu ambaye sasa unawasaidia wale wa kushona namna kudesign nguo na unaingiza fedha. Kuna watu ambao wao kushona wajua, lakini wana ile kipaji au talent au wana ujuzi wa kuweza kudesign nguo, mitindo mbalimbali ya nguo na kuwapelekea nini watu ambao wana ufundi wa kushona. Kwa hiyo nao ni biashara pia ambao mwanamke anaweza kuifanya, akawa anashona nguo na huko anauza. Lakini biashara nyingine ni kuagiza bidhaa na kuuza. Yani anaweza akawa anaagiza bidhaa nje ya nchi na kuzileta ndani ya nchi yake. Anaagiza pengine kutoka Marekani kaita Tanzania, kutoka Kenya kaita Tanzania, kutoka China. Lakini unaweza ukaagiza vile vile kutoka mkoa mwingine kwenda kwenye mkoa wako ukawa unauza. Bado nao ni bidhaa nzuri kabisa ambazo inaweza kusaidia kama biashara ya nguo, biashara ya vyakula, biashara ya vitu vya vifaa vya umeme, simu, kikubwa tu agize. Biblia inaagiza. Ukisoma kitabu cha Misali 31:14 Biblia inasema anafanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Kwa hiyo Biblia inaagiza kwamba unaweza ukaagiza bidhaa na ukaziuza na ukaingiza kipato chako. Sijajua wewe unapendelea kufanya biashara gani katika biashara hizi. Nakumbuka kwamba kwenye biashara hizi sio lazima ufanye zote. Utachagua moja tu ambao utaifanyia kazi, na hiyo inaweza ukaifanyia kazi kwa ubora zaidi na kuongezea kipato. Chagua biashara moja, usikae biashara. Biashara ni sehemu ya maisha. Usiogope, fanya, jaribu. Usiogope kufeli, usiogope kula hasara. Kumbuka kama hutojaribu hautojua unaweza nini. Kwa hiyo lazima ufanye, jaribu kufanya. Mwana falsafa mmoja aliye kusema kwamba njia pekee ya kushinda hofu ni kujaribu. Dale Carnegie aliye kusema kwamba if you want to conquer the fear, go out and do something. Kwa hiyo kama unataka kushinda hofu, nenda nje na ufanye kitu. Usikae ukaanza kufikiria. Nenda nje ukafanya kitu. Chagua biashara moja itakusaidia maishani mwako. Na kama pengine hujui ufanye biashara gani, unaweza ukaniandikia kwenye comment hapo chini ili tuweze kuwasiliana na kushare idea, tujue tunafanyaje ili kuweza kukusaidia. See you at next level.